asante kwa neema yako, asante Mtakatifu. Wiki yote tangu siku ile ya Jumatatu watoto wako wameendelea kunemeshwa na wewe, lakini wengine kwa mwezi mzima. Mungu, ninaomba wabariki watoto wako. Anayeleta shida kwenye afya yake, kwenye maisha yake, akanyamaze kimya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa sababu wengine wamebeba sadaka ya shukrani. Mungu, umesema na keti katikati ya shifa. Nakushukuru Mungu kwa sababu ya hao. Asante kwa sababu wengine wamebeba sadaka ya maendeleo. Wanataka kazi yako iendelee mahali hapa. Anapoenda kupanda mbegu, anaenda kwa machozi, anapanda kwa kilio, lakini baadaye atavuna kwa kelele za shangwe. Amen. Amen. Weka sadaka yako pale. Chukua nafasi yako keti. Amen. Amen. Basi shemasi kiongozi anasema yuko na neno kidogo la shukrani mbele za Bwana. Naomba tupate utulivu kidogo tusikie nini Mungu amefanya kwenye maisha. Kama baba kusema chochote. Naam. Kwanza ninafuraha sana nikiona jamani tubarishie microphone. Naam. Ninafuraha sana kumwona mke wangu anapendeza, anatakata na wewe. Weka makofi na vigelegele. Hallelujah. Rudia tena hiyo point, kuna watu wanaelewa na mwenye wivu hapa ajinyonge kwa udenda. Ajinyonge. Twende mwanangu, rudi pale. Ninafuraha sana kumwona mke wangu anatakata. Ndio. Njoo mama. Kwa sababu njoo hapa. Anataka kupe maua yako. Hallelujah. Sasa ngoja nasema leo ninampa maua yako kabisa. Njoo chukua maua yako. Njoo kile maua yako mwana. najivunia sana kumpata mwanamke wangu kwa sababu nilipotoka. Ndio. Wanasema mafanikio ya mwanaume mwanamke yuko nyuma. Kabisa. Haleluya. Sasa wamechi. Bado mwanamke mmoja ni mnyalo, natamani mnyalo. Yule mwanamke ukishaona kavaa suruali hiyo anaenda kwa bifu. Akimwona kavaa suruali hiyo kuna na kiwembe. Najivunia kupata mwanamke kwa sababu sasa hivi nina akivaa suruali mfuko na kiwembe hapo hoteli kwa ugombe. Ikafika kipindi ikifika saa 12 nachukia usiku na uchukia sana. Natamani kila saa kwa mchana kwa sababu nikirudi nyumbani vita kubwa sana. Ndio. Nasema hapa namshukuru Mungu nimepata mwanamke ambaye ananiheshimu. Wow. Ananisikiliza. Wow. Ananizamu na kumtii. Ndio. Chukua Nasema tu kwa sababu ndio mwanangu. Sijawahi kumiliki ofisi. Yes. Nikiwa mwenyewe au nikiwa na wanawake mwingine huko. Ndio. Lakini tangu nimempata mwanamke. Ndio. Weka makofi na vigelegele kwa Yesu. Ay. Biblia inasema apataye mke apata kitu chema, tena apata kibali toka kwa Bwana. Ndio maana ofisi imekuja. Namshukuru Mungu amekuwa mshauri. Ndio. Na ushauri wake nimefanya kazi sasa hivi, namshukuru Mungu na ofisi. Jamani, mimi ni fundi wa mabomba. Yes. Na nimefungua ofisi kwa ajili ya idara ya mabomba. Yes. Pastor Teresia anapafahamu. Na mimi pia napafahamu. Anapafahamu, nashukuru pia. Nimekuwa baraka tangu nipate mwanamke. Sasa hivi sina stress. Yaani kila mtu ukiona stress basi kufocus maisha. Wow. Wamama mpo. Kama kidogo wamama mpo. Wale mnaowabariki waume zenu mpo. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Ndio. Ofisi na miliki, sina mawazo, sina stress, na amani. Ndio wote kitakuwa nyumbani na rudi. Hata saa ngapi na wote nakuta kwa wangu tunacheka, tunafurahi. Jamani, na shukrani kidogo, tunashukuru Mungu kwa hicho kidogo Mungu ametubariki. Amen. Kwa sababu Mungu yuko kwa shukrani. Amen. Kwa kuwa anatufanyia. Amen. Ni hapo kwa machache. Mungu akubariki sana mwanangu. Jamani, huyu ni shemasi kiongozi. Tunaomba tusikie sauti ya baba.
Maneno machache. Bwana Yesu asifiwe na wapenda. Mungu awabariki.